قلبي غزا قلبي وزا قلبي على دم فلسطين حزني على إخواننا أرض فلسطين على قتال مسلمين. Mwanadamu ametukuzwa sana na Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye kiumbe aliyepewa mamlaka ya kuweza kusimamia ulimwengu, kuhakikisha anamlinda mnyama, anamlinda mwanadamu yeyote ambaye anayedhulumiwa. Na ndiyo maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, usikubali ndugu yako adhulumiwe ukiwa unatizama, na wewe pia usikubali kumdhulumu ndugu yako, na wala tusikubali kuwa sehemu ya kufurahikia dhuluma kupitia manyanyaso, mateso wanayoyapata ndugu zetu wanadamu wanaoishi katika ardhi yao ya Palestina ama Palestina. Ni lazima mimi na wewe tukae kwa kuwaombea dua. Hatuwatetei wa Palestina kwa sababu ni Waislamu. Pale kuna Wakristo na kuna watu ambao hawana dini. Tunachokitetea sisi kwao ni kuwaombea kudumu katika amani. Kwa hiyo mafundisho yanatuelekeza, tunapoona munkari, sisi hatua yetu ya kwanza tumeelekezwa kama tuna uwezo wa kuwa na nguvu kuionyesha katika eneo hilo, basi tutumie nguvu. Lakini mtume hakuishia hapo. Ikiwa hatuwezi, zofu la hali, hatujiwezi, hatujimudu, basi tuweze kuzungumza. Tunaweza kwamba tunawaombea amani ndugu zetu wa Palestina, kama vile tunavyoombea amani ndugu zetu wa DRC Congo. Kwa sababu gani tunafanya haya? Ni mafundisho na ni maelekezo ya umoja wetu kama wanadamu kuteteana. Lakini hatua ya mwisho kabisa, kwa yule ambaye anaona yeye kutumia nguvu hawezi, lakini kuongea kama hivi ninavyoongea mimi hawezi, basi mtume anaelekeza, basi chukia. Uwe na chuki juu ya mtu anayedhulumu watu, uwe na chuki juu ya watu wanaodhulumu watu. Kwa hiyo siku ya leo sisi kama wananchi wa Kitanzania tunaungana na ndugu zetu wa Palestina na wale wa nchi zote ambao wanadhulumiwa kwa mabavu na kadhalika. Kwa sisi kwa kuwa tuna amani, tunaongozwa vyema na mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kila siku anawasisitiza Watanzania kudumisha amani, upendo, kuwathamini wengine. Na sisi tunamuombea sana Mheshimiwa Rais aendelee kuchapa kazi kwa bidii na maarifa, lakini aendelee kusimama katika msimamo ambao hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere aliendelea kuusimamia, umoja, mshikamano, na yeye ndo mtu wa kwanza kukutana na rais wa kwanza wa Palestina na kumhakikishia kwamba Tanzania inaunga mkono amani ya Wapalestina. Tanzania inaunga mkono ya amani ya nchi zote zilizozunguka katika ulimwengu. Sisi wa Tanzania pia tunahitaji kuwa na amani inayodumu, ili tukienda kwa majirani zetu na wenyewe wakiwa na amani, basi tutashare maendeleo. Siku ya Kudusi, siku ya Kudusi.